Inabidi tubadilike kidogo hapa Hapana, lazima utoe pesa ili uweze kufika mahali. Ni kwa namna gani gospel inaweza ikampa mtu pesa hasa ili kuhakikisha kwamba anafanya kazi nyingine bora zaidi? Inawezekana hapo pia kuna watu wamestaki hapo, wanaishia kufanya tu kazi za kawaida kwa sababu anajua ni huduma, nitaimba watu watabarikiwa, lakini kuna kitu zaidi, inabidi uingie studio, ufanye vitu vingi, utengeneze hata video nzuri ambazo zitashawishi mtu kutazama. Tunatakiwa tuongeze kitu gani kwenye gospel music, hasa gospel artist? Kitu ambacho tunatakiwa kukiongeza, yani mtu asiwe tu mwimbaji alafu akakaa hafanyi kazi. Yani unatakiwa kupambana katika uchumi wako. Mungu atakapokubariki ndipo upate pesa, uende studio, mpaka pale ambapo Mungu anaweza kukuinua akakupa mfadhili ambaye anaweza akasimamia kazi zako na ukamtumikia Mungu vizuri. Kwa hiyo muhimu zaidi lazima uwe na kitu kingine ambacho unakifanya pale ili kuhakikisha kwamba kazi zinasimama na zinaenda mbele. Kuna ugumu gani wa waimbaji wa gospel kuwa na management? Kwa experience yako kwenye miaka yote ambayo umekuwa kwenye huduma, inawezekana labda ushakutana na mtu akwambia Mage, mimi nataka nikumanage, nikusimamie kidogo. Ugumu wa waimbaji wa injili, wa nyimbo za injili, kuwa na mameneja ambao wana promote kazi zao ni nini? Ama ndio kuwa na manager nako ni kama tunaifanya kazi ya muziki kwa biashara? Hapana, kuwa na meneja ni wepesi ambao Mungu anakuwa amekufanyia